saa ya kumwabudu Mungu. Kila mtu anatakiwa aingie kumwabudu Mungu. Kila mtu mnamnoshia tunamwabudu Mungu ale hai, atumwabudu Mungu mtu hapa, atumwabudu mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Au kuna mwingine anasema wale vijana ni watoto wadogo, wako kiroho sana. Hivyo na udogo wao Mungu anawatumia vizuri. Wewe na kiwango chako kikubwa, kaa hapo na kicho kiburi chako. Hao wadogo Mungu atawainua. Wewe unazidanishia huko kiroho sana, nimekaa kwenye wokovu sana. Hawa vijana hawezi kunisaidia chochote. Hawa vijana Mungu atawatumia. Hawa vijana Mungu atawainua. Mungu hana ubaguzi. Umekaa miaka mingapi kwenye wokovu? Mungu anaangalia nilipoingia kwenye ibada moyo gani na unaanguka mbele za Mungu. Angalia cheo chako, angalia umekaa miaka mingapi kwenye huduma. Huyo mtoto mdogo unamdharau. Huyo mdogo Mungu anaangalia moyo wake, anautengeneza. Anakuimbisha, inua mikono juu. Kwani siku ya mwisho Mungu akinyakua, atakunyakua watoto watabaki na wazee watabaki. Siku ya mwisho tunaondoka wote. Wewe usifiwe. Siku ya kutoleza wote tunaenda mbele za Mungu. Kwa nini sasa tunawekeana mipaka hapa kanisani? Kwa nini kuna wengine wanasema wao ni wakubwa wametangulia? Kwa nini wanadharau wengine? Kwa nini? Kwa nini hawatii moyo watoto wadogo? Kwa nini hawafundishi? Mtu anakaa tu pembeni. Vijana wa siku hizi matabia zao sikoje? Kama unaona tabia zao, wafuate, waombee, wasaidie. Ni vipofu, hawajui. Sasa wewe ukienda ambao una akili, unaona, nenda wavute, wasaidie. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unangoja siku uanguke hapa hapo uanze kucheka. Anatengwa. Wewe sasa yuko kwenye mabaya, mfuate, msaidie, muombee. Siku anaanguka unaanza kufurahi. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbele za Mungu wote ni sawa. Usimdharau, ni mdogo, sijui na miaka mingapi kwenye wokovu. Msaidie, muombee, mtie nguvu, asimame kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tukaenda kipengele kingine, unyenyekevu. Unyenyekevu unakupa kibali mbele za Mungu. Nikasema Bwana Yesu asifiwe, ni kujifanya ujui ili kuongezeka zaidi. Unajifanya wewe ujui. Sio kila mahali story ikipigwa na unajua. Kila kitu kiongelewa, kila kitu unajua. Utaka ujue. Kila kitu kikifanyika unajua. Kitu fulani kimetokea, ninakijua, nimekisikia. Hapana, kuna wakati unataka ufunge mdomo, msikilize nasema nini mwenzako. Kama unakijua, funga kinywa, tulia. Acha kuwa mjuaji kwenye kila kitu, utakosa mambo mengi. Kila mtu akisema huyu ni mjuaji, ngoja tunyamaze kimya. Bwana Yesu. Nikasema nini kitu kingine? Nikukubali kile alicho nacho mwenzako. Maana nyingine huko nikukubali kile alicho nacho mwenzako. Kile mwenzako alicho nacho natakiwa ukikubali. Wewe una mwenzako anacho. Kupitia hicho alicho nacho ujifunze. Bwana Yesu asifiwe. Mwenzako anajua kuimba, msapoti, mnani. Kwa mwenzako ameimba vizuri, unaanza kumwonea wivu. Ameona huyu anaimba vizuri hivi. Unakaa kukubali. Kuna kitu Mungu amemwekea ndani yake, akikitumia kwa ajili ya utukufu wake. Kuna mtu amechaguliwa hapo, amekuwa kiongozi. Huyu amekuwa kiongozi, hawezi kuniongoza mimi. Hawezi. Unaanza kumuonyesha mwenzako dharau. Hapana. Mkubali mwenzako. Mkubali. Kama umkubali, funga kinywa kama kawaida. Funga kinywa kama kawaida. Nyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukaingia kipengele cha 3, tukasema maombi. Maombi ni njia pekee ya kupata kibali mbele za Mungu. Maombi ni njia pekee ya kutusaidia kupata kibali mbele za Mungu. Esther alipofuatwa na Mordekai, alipozubaa, aliporizika kwenye kile kiti, Mordekai akamfuata akamwambia, wokovu utatutokea kwa namna yoyote. Wewe umekaa hapo utusaidie chochote, na mambo mabaya yametangazwa kwa ajili ya Israeli. Tusiposaidika sasa hivi, kuna wokovu utatokea tu kutusaidia. Esther aliposikia hivyo, kumbe ni wakati, akasema sasa akawaambia wafanyakazi wote, ni watu wa kufunga na kuomba siku 3 tukimtafuta Bwana kwa ajili ya kibali. Wakasema nikienda kwa mfalme
Akasema ninaenda kwa mfalme kinyume cha sheria, kama ni kufa acha nife tu. Esta akaenda mbele za Bwana, Bwana akampa kibali, akaenda kwa mfalme kinyume na sheria. Biblia inasema mfalme akakugeukia, asipokunyooshea fimbo yake hivi, wewe unakwenda unakata kichwa, lakini akakunyooshea fimbo yake hivi, wewe umepona. Esta akaenda, mfalme akamnyooshea fimbo yake, akapata kibali. Kitu gani kilimsababisha apate kibali? Alienda mbele za Mungu kwanza, alimtafuta Mungu kwanza. Tunamwona mtumishi mwingine anaitwa Nehemia. Nehemia naye alipewa habari za ndugu zake, habari za Israeli, ukuta ulikuwa umeanguka. Biblia inasema Nehemia aliposikia ile kitu akahuzunika sana, akaumia, akaenda mbele za Mungu, akafunga na kuomba muda mrefu. Alipotoka kwenye maombi, kwa sababu Nehemia alikuwa anafanya kazi ikulu, alipotoka akaenda kwa mfalme. Wakati anamhudumia mfalme, mfalme akaangalia sura ya Nehemia, akamwambia Nehemia, mimi sikuelewi, sura yako haiko vizuri. Akasema una shida gani? Nehemia akamwambia mfalme, aisee, nchini kwangu kule kuna ukuta umeharibika, kuna mambo yameharibika. Mfalme akauliza unataka nini na nini ili kwenda kusimamisha ukuta? Mfalme akampa kila kitu alichotaka kwenda kule. Nehemia akaenda kujenga ukuta ule. Kwa sababu gani? Nehemia alifuata kwanza nini? Alitafuta kwanza nini? Kibali mbele za Mungu. Kile kibali kikamsababisha mfalme amuuliza una shida gani wewe? Akampa kila kitu alichohitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kijana, wewe kaka ambao una ndoto ya kuoa na kuolewa, tafuta kibali kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kibali kitakuongoza kwa mtu sahihi. Kibali kitakuunganisha na mtu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio unahangaika, unajichubua, wengine wanakunywa madawa ili tu wapate kibali. Wengine wanaenda masaluni, wanafanya kila vitu ili wapate kibali. Ungejua tu ungetumia miguu yako hii. Magoti yako haya yanatosha atakupa kibali mbele za Mungu. Wengine wavulana wanatengeneza six pack. Wasasiwe. Wanaenda six pack ili wavutie wanawake. Wakishatoa swaga tu hapo wanawake fanyaje? Wasikie. Oh baba, utakula unaenda kwenye six pack utaumia. Bwana Yesu asifiwe. Hatuendi kwenye six pack, hatuendi kwa umbo, hatuendi kwenye sura ya mtu kwanza. Tunaangalia kibali cha mtu ndani ya moyo wake. Amebeba kusudi gani juu ya maisha yangu? Hayo mambo mengine ni ya ziada. Bwana Yesu asifiwe. Hizo sura, hayo maumbo ni ya ziada. Kwa sababu watu wanazeekaga. Hivyo vitu vile sura inaishaga, inazeeka. Kwa hiyo sura ya mwanamke ikizeeka, utaendelea kuishi naye? Unaingia kwenye ndoa kwa sababu ya sura yake. Sura yake itashuka. Ikishuka unamwacha mtoto wa watu. Lakini ukiingia naye kwenye kusudi la Bwana, hadi uzee mtakaa naye. Kama Ibrahim na Sara, hawajapata mtoto bado wanapendana. Nini kilichoko unaangonisha? Ni kusudi. Mpaka Mungu anawatokea kwenye uzee wao, anawapa mtoto wa ahadi. Hizi ni upendo wa namna gani? Sikizi vijana tuna upendo wa microwave. Wanasema ule upendo wa microwave unapasha tu vitu. Unaingia tu kwenye mahusiano pia. Unamwona mdada wako ni mzuri, anakufutia unaenda. Mungu hajakuongoza ndani. Mvulana anakuja ni mzuri, ana gari nzuri, huyo anapiga swala sema, si ndio bwana hapa. Wengine naye kwenye ndoa tajuta. Utavitamani hata hivyo vitu. Ni bora hata uanze naye na mtu ambaye mnakula ugali na mchicha mkaenda polepole, Mungu akawabariki. Bwana asifiwe. Kama ni Bwana amemleta, dada nenda, kama mwakisha ni Mungu nenda. Kama kijana mdada ni mzuri, ni Bwana amekuongoza, kijana nenda. Hakikisha Mungu anakuongoza. Sio hizi hali yako ya kimwili kuongoze. Bwana Yesu asifiwe.